But sometimes I'm supporting this the current regime ya governor akiwepo akisema anaenda kuleta maendeleo kutoka kule. You know you cannot fight. Huwezi fight mtu wako kwa uongozini. Hata kuna Bible inasema people who are in the power should be respected. Wakimaliza ndio tuna it's in the Bible, even the Bible is saying that na hatuwezi pinga hiyo. In the book of Daniel maendeleo ikienda kuletwa kutoka kule kama hiyo ndio mbinu iko kwa Africans. Maendeleo inaenda kuletwa kutoka kule, uende useme nipe nini you pray somebody akuletee maendeleo. But at the end when the voting comes you know utapiga kura wapi. So with that niko napingana kidogo nayo, but I'm supporting that you see other regions hawa watu kama Wakikuyu okay, they're good people, si watu wabaya, ni cousins zetu vile wanasema but with them if you go there kuanzia Thika hiyo super highway kwenda mpaka Kenol is a dual roads bana. Sisi hapa tukikuteremka hapa tukianza Maimai unalala siku 3 kwa barabara. Why? Sometimes we are not ni hesabu atupige vizuri. Uongozi lazima kiongozi atachaguliwa either awe Mkikuyu awe kiongozi yoyote. But kama ako kwa ofisi na mbinu ni ile ya kwenda kumbembeleza alete maendeleo, tusimpingi huyu jamaa kwa hapa ndani. Kwanza wacha sisi atuletee vitu kwanza, ziwe hizo vitu zitengenezwe zitengenezwe kwanza mabarabara barabara. Sasa kama hizi zinatoka hapa Kisii School kuteremka hapa juu kuteremka hapa chini imekuwa ni barabara ya kuwa watu. Mimi I was there, nilienda Ukikuyuni juzi Kenol kule mbele, barabara mbili zinapita kule, mbili zinateremka kule that's what we want, ndio tunataka hizo. Sawa, kupinga ndio, kupinga lazima iwe, lazima tupinge. Ni democracy and that is health politics. Na hiyo inaleta democracy, ndio inji inatengenezwa kupita hapo. Sasa maoni yangu ni hayo tu. Wakati mwingine pia tukipata nafasi tutaelimishana zaidi. Asante sana. Thank you, Mr. Speaker. Order. Mkumbuke huyu bado ni mweshi. Huyu ni mheshimiwa. Huyu ni mweshi. Punge power. Punge power. Kwa majina mimi naitwa Alvin Tinga, mgombea wa kiti cha MCA katika wadi ya Nyakayo ward ndani ya Kitutu Chaje South. Mimi ningependa kuzungumzia maneno matatu tu peke yake. Kama Wakenya wenzangu na Wakizii wenzangu, ile kitu ningewaomba moja ni amani number 1. Na tukielekea katika huu uchaguzi wa 2027 tuchague viongozi ambao ni wachapakazi. Number 1, we don't want politicians. All we need is leaders and managers who can manage our resources well, our government resources well. In case of, let me speak about my constituency. Number 1, in my constituency to Chaje South, we don't have leaders. We have a politician who is a radio representative who has never been seen in the ground, who has never seen by the people who elected him. So, coming 2027, we will not elect politicians. We will only elect leaders who knows people of the grassroots, the problems that the people of grassroots are facing. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you, Mr. Speaker. Punge power. Punge power. Punge power. Kwanza kabisa namshukuru chairman wa bunge la mwananchi na pia namshukuru Mr. Speaker sir. Na mimi pia nikiwa kama deputy speaker wa county 045. Na wewe jishukuru pia. Nimeshukuru. Asanteni sana. So nataka kuzungumza kwanza lugha ya mama, kwa sababu katika mchi wetu wa Kisii na hapa ambali nimesimama wamama ni wengi. Wangi na baminto na basaye baito abalema ntobwate ge tuwe kemo kirega asetone inega ege tuo
giokubwata chikura nchia chagete igoro chikurekero chia chagete igoro etoko batebiga komanyete ng'aye nobwate kibande negento tabwati nekerwanero kego chikurwane segiere mutu igonko basabaiga abangina baminto n'abasaye bari bayisanire babwatire kibande n'abagaka bari tora abagatizo tora abagaka mono nasabireiga onye komaite nga noromonio Kisi market ama within Kisi market igongo sabege tuekeiga igetwara bakichukura abange erine togo chigoikenga yekerwanero kere motu turwanese igi muna abantu ba market nabo tokurwanese igi yaito ya Kenya ngima so koira nango tebaiga chikura nchigenderete kubwatu korugoro onye komaite kolema goso igweteri ogeri kero kena naboranya turaligwa igenda asege tuo kiao ile kura na nikirudi katika lugha ya Kiswahili nataka kuambia wale wote wenye pengine hawajachukua kura, iwe wewe ni Mkikuyu, iwe wewe ni Masai, iwe wewe ni Jaruo, iwe wewe ni Oria, iwe wewe ni Msungu, iwe wewe ni Muhindi, uko katika mji wetu wa Kisii County, njoo chukua kura na uwe mtu wa kwenda kupiga kura wakati siku ya kura itakapokuwa imefika. Na nikiambia watu wote Kenya yote mzima, kwa ujumla Kenya mzima, sisi kama vijana wakati wa maandamano mulitokea wengi mkawa mkifanya maandamano. Maandamano sio kumeki amani iche Kenya, kuleta amani Kenya. Ikiwa tunataka kubadilisha uongozi, lazima uende katika kituo cha kuchukua kura, uchukue kura. Hiyo ndio itakaoleta umoja katika Kenya letu na taifa lote mzima. So hivyo tunaomba wewe kama ni kijana, kuliko tuchome barabara zetu, tuharibu barabara, tuharibu rails, tuharibu vitu vyetu ambao vya kufanya maendeleo katika Kenya, kuliko tuandamane. Sasa maandamano yaliyo maandamano mazuri ni maandamano ya kuchukua kura na upige kura. Hiyo ndio tunaosema kila Mkenya. Ikiwa unataka tuende tupige vita, hakuna haja tuseme Ruto amefanya makosa bila kuchukua kura. Wewe ukiona Ruto amefanya makosa, nyamanza. Nenda chukua kura, usubirie wakati wa kura. Wewe ukiona MCA wako amekosa, hapana mpigiza makelele mingi. Wewe enda chukua kura, ambia na wengine wachukue kura. Siku hiyo ikifika, tutakapofika 2027, wewe sasa anza kutafuta kura mahali iliko, uipanguze sawa, anza kuleta mabadiliko. So kubadilisha Kenya ni kuchukua kura. Kuleta uchumi kuwe chini ni kuchukua kura. Tukitaka maendeleo yasonge mbele, chukua kura. Tukiondoa vita Kenya, chukua kura. Kukosa kupigwa risasi barabarani, chukua kura. Tukitaka amani Kenya, chukua kura. Tukitaka upendo uendelee, chukua kura. So hiyo ndio tunaomba sisi kama Wakenya, chukueni kura. Chukua nini? So saa mimi nawaambia, na kwa majina naitwa Mesha Kiyoge, na ni kiongozi katika soko letu la Kisii Town under CBD. Na nikiambia kila Mkenya, Rasta achukue kura. Sisi kama Wakisii, hii lugha tunasema eti tunasupport Matiang'i. Sisi kusupport Matiang'i. Bunge bawa. Mimi kwa majina naitwa James Mtemi, natoka hii mtaa ya Kisii Town. Wewe ni Mmeru? Mimi ni Mkisii bana. Mkisii original. Nani mbona anaitwa Mtemi? Wacha mingi. Mimi kitu yenye ningesema, ningependa kuongea vitu mbili ama tatu. Bwana, kuna waheshimiwa wenye tulichagua, hakuna kitu wametufanyia. Kitu tunafanya sasa hivi tufunge kamba waende nyumbani. Na kama kuna mtu mwenye atakuwa nyuma ya Matiang'i, pia yeye ajue yeye ni one term. Ama ni aje? One term. Na akikaa nyuma ya Matiang'i na wabunge one term. Waheshimiwa wa MCA one term. Akikaa kwa Matiang'i na ana sera. Hiyo hii bunge yetu hivi ndio tumeanza na tunaendelea mbali. Tutatoa waheshimiwa hapa pia waende kutupigania huko mbele. Hata sina mengi la kusema. Asante sana.
Bunge power. Bunge power. Naona wengi ni vijana hapa. Na kuna kitu mimi napenda kuambia vijana kila wakati nikishika microphone. Iwe ni hapa, iwe ni Matanga, iwe ni wapi. Mimi naambia vijana hivi. Kuna kitu inaitwa AGPO. Access to Government Procurement Opportunities. 30%. Yaani hii ilipitishwa kwa ile serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Wabunge wa hiyo enzi walipitisha an act of parliament ikakuwa sheria kwamba the youth of Kenya, kijana kama uko 35 years and below, uko entitled to 30% of national government tenders ama county government tenders. 30%. Lakini hii ni ujumbe, hakuna mbunge atai kupatia hii ujumbe. Hakuna MC atakwambia hii kwa sababu hawana habari. Wanataka wakuje wawapatie shilingi 200, wawapatie mchele, wawapatie maharagwe, mbaki mkinyamba kwa village wakikula pesa yenu pale Nairobi. Yeah? Bunge power. Power. Bunge power. Power. Bunge ria. Ria. So tunasema hivi 2027 wacha ikue siasa kuanzia mbunge, kuanzia president mpaka MCA hapa chini, ikue issue based. Isikue yule anakuja matanga sana ati ndio tunaangalia oyongo chara matanga mono. Oyongo toreteraro mochere. Maneno ya matanga. Oyongo toreterari you get. Torigererio monto ogotebanga this is Kisii town. Eyenyari bari chache constituency for example. A constituency ebetete a town CBD. Aliyo mochere ko. A constituency etachete CBD, you can even bring hawkers. Abantu bari bare idle from home. You can even bring them town. You finance them pesa kidogo kidogo, wauze hata mananasi, wauze hata watermelon. Tunaona hata vijana wa Burundi wanauza viatu hapa kwa mgongo hii town yetu. Na vijana wetu wa Kisii hawana kitu wanafanya, wako nyumbani. Wanangoja kupewa 200. Lakini mimi sitaki kublame vijana wetu peke yao mahali wako nyumbani. Hakuna kazi. I blame the leadership. Leadership ndio inafaa. That's why we choose them to represent us. To give us information so that we can be empowered. Bunge power. Bunge power. Vijana power. Kwa hivyo watu watakuja na machama tofauti tofauti. Umeona hata former deputy president huyu Rigathi Gachagua amekuwa akilia saa hii. Ni ng'ombe achana naye. Ameona sijui Matiang'i ameingia hata ng'ombe ni ng'ombe ndio naye. Order ni bunge, order. Sisi wabunge hatutaki matusi. Sisi hatutaki kutusi. Tunataka tuongee kwa amani. Order ni bunge. Ndio nataka kusema. Mnaona saa hii deputy president Rigathi Gachagua huyu wa DCP. Aliona juzi Matiang'i was only invited to a Jubilee NDC. Order ni bunge, kelele ni bunge. Because Matiang'i was a Jubilee member. I'm sure he was a Jubilee member. So he was invited to the Jubilee NDC. Like any other Jubilee member could have been invited. Kama delegate. So Matiang'i kuenda pale wameanza kupiga vita. Na hii vita wanapiga ni kwa sababu sasa pia interest zao za hiyo chama ya DCP walikuwa wanaona Mlima Kenya inaenda kubeba kila kitu. Saa hii Jubilee imefufuka, itaenda pia Mlima Kenya na Matiang'i. Simple and that. Sasa Rigathi Gachagua ameona kwamba Mlima Kenya inaenda kutingizwa, hata pata magavana wote, hata pata maseneta wote na ma-MCA wote. Hawa viongozi wanakulia kwa hizi chama. Wanatudanganya international party, lakini ni chama yao, it's a business political party. Is a business Imalizike Kenya. Yes. Na hiyo ndio maneno tunataka tumalize Kenya hii. Na mwenye atamaliza ni Matiang'i. Tribal party. So, kitu mumeambiwa hapa, vijana, shikeni kura. Kura ndio ngao yako. Kuna msemo ya kizungu inasema hivi. Bad leaders are elected by good citizens who do not vote. Yani viongozi wale wabaya wanachaguliwa na wananchi wazuri wenye wapigi kura. Wakati unajua hujaamka uende kuvote, wakati hujaamka uende kupiga kura, inamaanisha ule mtu utaki atapata kura zaidi kwa sababu yako hujapea ule mwenye unataka. For example, tuseme sasa wewe utaki William Ruto, si ndio?
Nani atakutolea William Ruto kama utaamka upige kura? Ama tuseme hapa Kisii hautaki Simbarati for example. Sijasema umutaki, lakini pengine umutaki. Lakini ni nani ataenda amtoe kama hutamtoa na kura yako? Wewe usipotoka na kura yako umtoe, hata toka. Meaning you have elected a bad leader and you are a good citizen. Kwa hivyo ndugu zangu, tuchukue kura. Kura ndio ngao yetu. Hiyo ndio itatutoa aibu. Hiyo ndio itainua uchumi yetu. Usiwache watu ambao ni wapumbavu, washenzi, wakuongoze. They make decisions on your behalf. Bunge power. So, bunge la mwananchi, nataka kurudia. Hiki kikao cha bunge la mwananchi, kikao 045. Tunakiweka kila, mulisema Tuesday inaitwaje? Jumanne. Kila Jumanne saa 11:30 mpaka saa 1:30. Munisamee sijui Kiswahili vizuri sana kwa sababu nilizoea Kizungu. Ilikuja. Na sikulelewa na wazungu. Karibuni bunge la mwananchi. Asanteni sana. Order in bunge, order. Hakuna kutuzwa. Hapana kuninyamazisha my friend. Hapa nimekuja. Bunge power. Bunge power. Na ndio lazima nikuje ni shukuru. Sawa, nisikie vizuri. Hapo nyuma mnasikia vizuri? Hapo je? Bunge power. Leo nimekuja niambie Osoro kitu moja. Osoro, wewe ni mtu mzuri, unaambia Matiang'i ukweli. Unaambia Matiang'i atembee ndiye apate kura. Hii kitu Matiang'i wewe unaenda hivi, achana nayo. Matiang'i tunakupenda lakini tembea. Ukweli. Najua usikae mbali moja na Matiang'i tunakupenda. Mimi leo nakuwa address na nakupenda, kura lazima nikupe. Uko bunge? Niko bunge. Number 2. Nataka kwa address jamaa anaitwa Kachau. Mimi kama Kachau anasimama president, nieli nirudishe Kasongo. Kwa nini? Mimi niko na sababu ya kurudisha Kasongo kwa sababu Kachau wako na ukabila. Saa hii Matiang'i ameenda kwa Jubilee, ameanza kukunia. Ameanza kukunia. Na hiyo ni siku moja. Hapo sikuogopi Kachau. Umeanza kutetemeka mapema. Wewe kama utaki Matiang'i, sisi tunataka Matiang'i. Sisi ndio tuliambia Matiang'i akuje tumpe president. Upende usipende, Matiang'i the 6th president of Kenya. Number 3, Kasongo, president of Kenya. Kasongo, kazi yako najua ni one term. Hiyo hata mimi nasimama nikiambia one term. Hiyo hakuna kitu kingine Kasongo, kwa sababu hakuna kitu umefanya. Wewe ni president lakini hakuna kitu umetufanyia. Kama mimi Mukisi, hakuna kitu maendeleo ya Kasongo. Lakini nilisikia Simbarati akisema barabara. Nikiona barabara Kasongo nitasema congratulations. Lakini kwa saa hii mambo na mdomo. Hiyo ni usuru. Na hata wewe Kasongo, hata ile Asora Fund ulinipeanga siwezi rudisha, hata wewe nirudisha mkono. Hiyo nirudisha mkono, hiyo nikurudisha mkono kwa sababu mimi nilikupea kura. Hiyo siniombe ati nikurudishie. Hiyo sasa naona. Number 3, number 4. Hii ni ya mwisho. Nataka niambie vijana, wacha ujinga mko nayo. Enda chukua kura. Tutoe Kasongo ndio tukue na ngoma inasema one term, kusema na kutenda. Hii vitu ati mnaniambia mko hapo nje. Hiyo anyway, namba 5 kwanza, hiyo ya mwisho sasa, si ya mwisho. Last but not least. Kuna ujinga nimesikia ati watu wananunua ID. Hiyo sijui kama mnajua hiyo. Ati unakuja unapewa 1000 unapeana ID. Hiyo ujinga tukupate. Jua yako imeisha. Leo sina mengi. Hiyo ndio imeni. Hadi next week. Tuesday. Tuesday. Uje mapema kabla hizo hajaingia. Sema bwana koko anenda. Misha moto ama nini? Wasalimie kwanza. Wasema na jina yako. Bunge power. Bunge power. Where are we saying Ruto must go? At what point? Aya. Bunge power. Bunge power. My name is Amos. More to ask my fellow Kenyans. At what point did we decide that now Ruto must go? Huyu Ruto alitufanyia nini mpaka tukaamua? Mahali amefika. Wewe amekufanyia nini? Relax. Yes. The issue is the economy. Kama uchumi ingekuwa sawa, hakuna mtu angekuwa hapa saa hii. So our main issue is the economy.
And what I can advise is that make sure that your candidate, akiingia 2027, 2028, you will not be here saying if it's Kalonzo must go or Gachagua must go. This time round, it's not trial and error. We have to get it right. So I want to respond to Aden Duale. Aden Duale today was saying that Linda Mama was good, but now wamekuja na initiative ngine that now teenage mothers watakuwa wanazaa free. So a teenager is somebody from 13 to 19. Sasa hao ndo wamepewa free delivery. That tells the mediocrity in this government. So we want to tell Aden Duale, you are among the people who have contributed to the problems of this nation. You and John Mbadi. In 2014, John Mbadi and Aden Duale went to parliament and brought a bill that loans borrowed by the government of Kenya can be banked in an offshore account instead of coming to the Exchequer account. And because of that, they managed to borrow Eurobond 1 and 2, which was up to $2 billion. And this money was banked in JP Morgan Chase Bank. And this is the money that has caused the economy iko mbaya sahi. Because sahi in each 100 shillings yenye unatoa kama tax, 70 bob inaenda kwa deni. So meaning the government inabaki na 30 bob. Like last month, the government of Kenya collected 257 billion Kenyan shillings, but they paid a debt of around almost 260 billion. So meaning munasanya 257, munalipa deni 260. Munabaki na nini? Are you now understanding why maisha imekuwa ngumu? The government cannot sustain. So make sure the person you are going to vote for has not benefited from the loans taken, odious debts taken. And the other thing I can say, make sure that the person you are going to vote for atakataa kulipa hiyo deni. Wale wenye walikula pesa ya Wakenya, that now we are going to pay for money yenye we cannot see what it did. So I can encourage our fellow Kenyans that this time let's try to deviate from tribal politics and enhance politics of issue. Asante sana, karibu kwenye bunge la mwananchi kikao 045. Asante sana kwa kuongea maneno. Leo Junior. Bunge Power. Bunge Power. Kwa majina naitwa El President Papa Junior. Mimi naitwa Papa Junior Gwasma. Kwa majina yangu ya kitambulisho hiyo mtajua baadaye. Lakini nataka kuambia kitu moja. Huwezi taka kununua Range Rover na uko na gari ya uko na barabara ya matope. When you vote for rain, expect mud. Yes. Zoea hivyo. And when you vote for you can't vote for something that you don't want. Yani hutaki lakini unajaribu kusumbua sana kwa biashara. And I'm asking my fellow Kenyans, please, let's stop number one in discipline. In everything that you want to do in life, try to discipline yourself, try to know what is happening. And then from there, why don't you work on yourself first? Wewe ndio mtu wa kwanza, utaki kuwa msafi lakini unataka varanda ikuwe safi. You don't take care of yourself. If you don't take care of yourself, what do you want expect us to do? My friend, ndugu yangu, kama you don't take care of yourself, huwezi expect much from us. And mimi nasema serikali iko sawa. It's simply because hatutaki kufanya kazi. Mimi ni kijana mdogo na tumejituma. Wewe ni tuta. Afadhali mimi naitwa tuta. Na inaitwa Hapana. It's my opinion. Mimi naitwa Papa Junior. Mimi sioni makosa yote tumefanya. It's simply because watu wamekuwa lazy. Na expect that serikali wape kitu yote. We don't want kitu ya kupewa sare. Kama afadhali hata ufanye kazi yake upate kitu yako. Lakini unataka nini mbona unataka kula sare? Si ufanye kazi. Venye wewe unafanya kazi. President mimi mwenyewe unafanya kazi. Sisumbuki.
Una bibi na unakuja kuongea hapa bana. Hata mtoto ako na maoni. Mtoto tu. Na hatujakuja hapa kuongea nani yako na bibi. Hatujui kitu inaendelea kwa nyumba na bibi. Na tuongelee maneno ya bibi. Lakini one thing that I want to tell my fellow young Kenyans, I beg my fellow young Kenyans to work hard, try to strive, because the economy is doing great. We need to kama hujui Kisungu bwana, wacha kuharibu Kisungu bwana. Hapana. Ongea Kikizii. Wacha. Ngoja nikuulize swali. Serikali iko sawa. Kwa sababu kichwa ngumu kama hii ndio kichwa yako. Economy ikiwa great. Unamaanisha nini? Hiyo labda muone koti. Jamaa anasema economy iko fiti wallahi. Enyewe. People power. Nimerudi hapa kwa mara ya pili. Karibu tena. Nataka kumuongelesha gavana wetu Simba Arati kidogo. Mwambie. Wewe ni unaitaje? Wewe ni mkami. Inasema ni yule unakamua ng'ombe, ni sawa? Anakamua ng'ombe mpaka inatoka damu. Tulikuona pale Nyamache ukisema kwamba the only project you have is Fred Okengo Matiang'i. Indeed, I've come to realize ni kweli uko na project ya Fred Okengo Matiang'i. Juzi kuna meeting ilifanyika stadium where you are a deputy party leader wa ODM. Your party leader Raila Amolo Odinga did not attend. At the same time, you are bribing youths to attend that meeting. Yes, ni sawa. Tuliona ukweli, vita iko pale, ni sawa. But vile tunakuona uliandaa mkutano kinzani kwamba Fred alikuwa na mkutano Nairobi, ili ionekane kwamba akiwa Nairobi wewe na ODM yako iko Kisii, ni kama ulikuwa unampiga vita. At the same time, tukikumbuka nyuma ulikuwa Nyamache ukisema Fred ni project yako. We have seen Fred is not your project. Indeed is a project ambayo unaitaka ifail. Wewe simama vizuri, acha kukanyaga miguu mara mbele. Kanyaga mguu mara moja, useme ni Fred ama useme ni Kasongo. Ukisema ni Kasongo hatuna acha na wewe. Ukisema ni Fred tuko na acha na wewe. Lakini pia usishike Fred koti. Ukitaka tukurudishe, tufanyie maendeleo kwanza Kisii County, ndio tutakuona siku zijazo 2027. In fact wewe ni mtu mzuri, lakini ni kama tumbo yako ndio umetanguliza mbele. Simba Arati, jifikirie vizuri. Thank you. Bunge la Mwananchi power. Lakini ushatoka hapo. Kwa majina naitwa Andrew Mochache. Hapa katika Kisii Town naona bunge la Mwananchi limeshika sana, na hili ndio linaongea ukweli wa wananchi na yaliyo kwa ground. Na kwa vile sasa tumeona, kwanza tunawashukuru wale viongozi wetu, speaker, mwenyekiti na wengine kwa kuendeleza huu ujumbe wa bunge la Mwananchi, kwa sababu tumepata kwamba huyu ndiye anapata yale ambayo yako kwa ground, na huwa wanasukuma maneno mingi ili atusaidie kama sisi wananchi, na hapa ndio tunapata uhuru wa kusema yale ambayo yanatulenga sisi kama wananchi wa kawaida. Na kwa hivyo sasa tukiangalia maisha imekuwa ngumu sana, tunaona president mwenyewe ameanza siasa, wale ambao tunatarajia wapunge wetu wafanye watuletee maendeleo, saa hii ni kama wameanza siasa ya mapema sana, na wanatafuta kiti kuliko wale ambao hawana. Sasa tunashindwa ni lini, nani atatufanyia maendeleo kama wale ambao tumechagua viti ndio wameanza makampeni. Angalia hapa kama Kisii County, hapa ndio tunaona viongozi wetu wale wakuu, wale ambao tunafaa kutegemea ndio wako kwa campaign. Sasa tutategemea nani? Wanasema ni empowerment, lakini ukiangalia empowerment yenyewe hata haiko. Wenye wana benefit ni wachache sana. Na ukiangalia most of the people, watu wa Kisii wanalia njaa, watu wa Kisii wanalia school fees, watoto wamefukuzwa shule, hakuna maendeleo, mabarabara zetu haziko. Sasa hatujui ni nani tunalilia, kwa sababu president mwenyewe ambaye anafaa kuambia watu wake wafanye maendeleo,
ndio wanafanya campaign. Nataka tuseme one term. Kama mfanyi maendeleo yeyote ambaye afanyi maendeleo ajue kwamba ni one, na huo ndio wimbo wa wananchi, kwa sababu sisi tulichagua viongozi watufanyie kazi, na hiyo ndio itakuwa slogan ya kila mtu. Na sasa nawaomba wale Gen Z na watu wote wale ambao hawajashika ID, sasa tuko na mbinu nyingine ya kutafuta ukweli wetu na haki yetu, ni kushika kura. Ikifika 2027 wale wote ambao hawajafanya kazi waende wapi? Ama namna gani? Hivyo kwa kauli moja tumeamua kwamba wale wote ambao hawajatufanyia kazi waende nyumbani. Kwa hivyo mavijana na waomba mtoke kwa wingi, mshike kura. Kama una ID kimbia, shika ID, shika kura. Hiyo ndio itakuwa silaha muhimu ya kuondoa uongozi mbaya serikalini, na hivyo ndio tutapata uhuru wetu, na hivyo ndio tutapata tuweke viongozi ambao watatufanyia maendeleo. Bunge power! Mbarikiwe sana. Na usiseme one term bure. I think we've had a successful session. Tunapofunga kikao tutafunga na maombi. Lakini tena nawakumbusha kikao 045 ama bunge la mwananchi Kisii chapter tuko hapa kila Jumanne kuanzia saa 11:30 mpaka saa 1:30. Kwa hivyo mmekaribishwa wote, na hapa kila mtu anakubaliwa kutoa maoni yake. Na mambo ni live. Iwe wewe una support serikali, uko kwa Matiang'i, uko pande gani? It's your democratic right. So mmekaribishwa, lakini tunakubali watu wanatoa maoni yao bila matusi. Karibuni tena next time. Kutoka kikao 045. Mimi kwa majina naitwa Boniface Nchagwa Mwenyenye aka chairman. Sasa bwana speaker utatumalizia kwa maombi. Si ni kweli? Haya. Tuamini na tuombe. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, who is our Savior and our Redeemer, we come to you as Bunge la Wananchi, Kikao 045, to submit our issues to our leaders, whom we elected and those ones that we are going to elect. Lord, we ask for your direction, for your guidance, and for your light to shine upon them. Shine to an extent that no Gentile can refuse to see. No Gentile can come and claim that I never saw. Lord, give us leaders that are like Joseph and Daniel and not Belshazzar and Pharaoh. We call upon you, Almighty Father, but you step up the best foot forward for us as we continue with this Bunge la Wananchi every Tuesday from 5:30 p.m. Lord, shine upon our way. As we do it in accordance with your laws and your command. And we also ask you upon our Father that you talk to our leaders, speak to their hearts so that they can give us what we voted them for. We call upon you this evening that you be with us and you show us mercy, Lord, by changing the hearts of Wananchi and changing the hearts of our leaders so that we can remain one thing, one country, and we can walk, Lord, this walk together. This is the gospel truth, Lord, and this is what we bring upon you as our submission this evening. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen and amen.